Bwana asifiwe sana. Amen. It's a wonderful morning that the Lord has brought us together. We thank Him for His presence in our midst. Siku ya leo ningependa kuzungumza juu ya Bwana kama maficho yetu. Lord as our refuge. Bwana kama kimbilio letu au maficho yetu. Shida ile kubwa sana ni kwamba ulimwengu ambao tunao hakuna dhibitisho kamili. Hakuna hakika ya usalama katika ulimwengu huu, kwa sababu unaweza kwenda ujifiche chini ya mti wakati kuna mgurumo wa radi, alafu wa mti upasuliwe na uweze kuangukiwa na mti. Kwa hivyo japokuwa tunatafuta usalama mahali pa kukimbilia, ulimwengu huu tunaishi uko na shida, kwa sababu mahali tunatafuta usalama, mtu huyo mwingine ambaye tunaenda kwake kwa usalama, hata na yeye anasema anatafuta usalama. Na watu wengine wanaenda kutafuta suruhu katika pombe, anaenda analewa, alafu ikifika saa 10 asubuhi anapata kwamba zile shinda ambazo alikuwa anatorokea kwa baa bado ziko. Katika Mithali 18 aya ya 10 neno linatuambia kwamba jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki huikimbilia na iko salama. Katika kimbilio ambazo tunajaribu, maficho yale tunaenda kujaribu, haina dhibitisho kamili kwamba yataweza kusimama wakati msukasuko unakuja. Lakini tumetiwa moyo na neno kwamba jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki hulikimbilia na anakuwa salama. Nafsi yote ya Mungu iko katika jina lake, na ishara mzima ya Mungu iko katika jina yake. Unapotaja jina ya Mungu, nafsi yake na ishara zote zake ziko ndani ya jina lake. Ameliinua neno lake. Bwana asifiwe sana. Jina la Mungu ni ngome ambayo ni yenye nguvu, ni ngome ambayo itatusaidia. Nyakati za zamani watu walikuwa wanakimbilia ngome ambayo ilikuwa ni muundo ulioimarishwa, lakini neno la Bwana sio kama ngome za wanadamu ambazo ni za muda. Jina la Bwana ni ngome ambayo ni thabiti na ni ngome ambayo iko imara. Misukasuko inapokuja tuko sawa sawa. Kwa hivyo jina la Mungu lenyewe ni unapolitanja, tunapoambiwa kwamba jina la Mungu ni ngome imara, ni kusema kwamba ukitaja hilo jina wakati ambao unalihitaji na wakati wote, basi pana usalama. Hilo jina linakuwa ni kimbilio letu, na kimbilio ambalo liko na ulinzi maishani mwetu. Bwana asifiwe sana. Wakati msukasuko unakuja, watu wanageukia baba zao, wengi wanaona. Wakati mwingine ukiwa uko kwa gari mkisafiri ama ndege inashukashuka, watu wengine huita Mungu, wengine huita mama yao, wana majina mengi ambao wanajaribu kuita. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba jina la Bwana ni mahali ambapo tukikimbia hapo tunakuwa salama. Bwana asifiwe sana. The name of the Lord is a strong tower. It's a place. Hallelujah. Fungu hili linatuambia kwamba Mungu wetu ni ngome imara yenye ulinzi. Ngome ni mahali ambapo hata ukijaribu kulipua hapalipuki. Bwana asifiwe sana. Neno linatuambia kwamba jina la Mungu ni ngome imara yenye ulinzi. Tukiangalia Zaburi ya 124 aya ya 8, Biblia inasema msaada wetu ukatika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Msaada wetu katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Alafu Zaburi 18 aya 2 hadi 3 nazungumza kwamba jina la Bwana ni ngome yenye ulinzi. Jina la Bwana, neno linatuambia ni mwamba wangu. Mwamba ni jiwe ambalo liko strong.
ngome yangu, mahali ambapo pamelindwa na pamethibitishwa, ni Mwokozi wangu, ni Mungu wangu, ni nguvu yangu ambaye ninamtumaini. Alafu inaendelea kusema ni ngao yangu, ni pembe ya wokovu wangu na ngome yangu. Namuita Bwana astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Wakati adui amekurukia, shida za ulimwengu huu zinaweza kuwa ni adui. Neno linatuambia nitamuita Bwana astahilie kusifiwa, nitaokolewa na adui zangu. Adui zangu ni gani? Magonjwa. Adui zangu ni ufukara. Adui zangu ni kuvunjika moyo. Adui zangu ni kuonewa. Adui zangu ni kudharauliwa. Adui zangu ni kugandamizwa. Adui zangu ni kukimbia mbio ambao siendi mahali popote. Adui zangu ni kulima shamba ambalo ukianza kulima mimea haifiki kiwango ambao inafaa. Adui zangu zinakuja kunitoa katika imani. Nitaokolewa kutoka kwa adui zangu. Bwana asifiwe sana. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run unto it and it is safe. That means he is involved. Ni Mungu ambaye huhusika. Amen. Mungu wetu ni Mungu ambaye anahusika. He is not one who looks at you. Sio akukuangalia wakati unasumbuka. Mungu wetu ni Mungu anayehusika katika maisha yetu. Tena ni mshiriki mwenye haki. He is a just God. Mungu wetu ni mwenye haki na halali wakati wowote tunapoliita jina lake. Sisi wateule tukikimbilia ngome la Mungu, shida zetu zinashughulikiwa na Mungu wetu na matatizo yetu yanashughulikiwa. Wakati mwingine tunajaribu kutatua shida zetu kwa hekima zetu, tunajaribu ujuzi wetu, tunajaribu elimu yetu, tunajaribu pesa zetu, lakini hatuwezi. Mungu anataka sisi watoto wake tumfanye yeye ndiye kimbilio letu peke yake. Asikuwe ndiye mara ya mwisho, hebu tujaribu Mungu. Manake haya mengine hayafanyi kitu. Wakati wowote ukiona ugonjwa unatokea, ukiona shida inaanza kukuandama, majaribu yanakuandama, kuwa first responder, kimbia kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini unapoona ishara za majaribu, ishara za adui, ishara za shida zikija, kimbilia jina la Bwana mara moja. Na unapolikimbilia, hiyo shida haitafika ya kukuangusha na kukulemaza. Neno hilo linatuambia kwamba jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki akikimbilia anakuwa salama. Hapo kuna ahadi ambayo neno hilo linatupatia. There's a promise. Amen. Kuna ahadi kwamba wewe kama ni mwenye haki ukimbilie katika jina la Bwana utakuwa uko salama. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna ahadi kwamba jina la Bwana liko salama. Dunia inatoa ahadi nyingi, lakini ahadi za ulimwengu hazitimizi. Wakati mwingine tunapeana ahadi, tunapewa ahadi, mwishowe hayo matumaini hayakamiliki. Lakini unapokimbilia jina la Bwana, tumeahidiwa kwamba tutapata usalama. Amen. Hallelujah. Mungu ndiye ngome yetu. Katika Zaburi 90 aya ya 1 hadi ya 3. Zaburi 90 aya ya 1 hadi 3. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Lord, you have been our dwelling place from everlasting to everlasting. Bwana umekuwa maskani yetu milele na milele. Kabla ulimwengu haujaumbwa, ulipoumba wazazi wetu na ukoo wetu ukaweko, Mungu umekuwa wewe, umekuwa makao yetu.
Wewe Bwana umekuwa makao yetu. Wakati mwingine huwa tunatoka kwa Mungu. The prodigal son alitoka kwa baba yake akaenda nchi ya mbali. Lakini aliporudi, si alipata boma ya baba yake iko pale pale. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ndio neno linatuambia kwamba Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Haujatoka mahali huko, sisi ndio utoroka. Lakini tunaporudi tunakupata mahali. Aya ya pili, unageuka mtu kwa uharibifu na kusema, rudini enyi wana wa watu. Kabla milima haijazaliwa milima wala haijaumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Can we go to the next verse? Wamrudisha mtu mavumbini usemapo, rudini enyi wana wa Adamu. Unaenda Zaburi 51 inasema, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according unto your multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee and thee only have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Behold, I was shapen in iniquity. Bwana asifiwe sana. Unapoenda katika, umenaona kwamba shida imekukuma na umerudi nyuma, neno la Mungu lina sara ya toba. Bwana asifiwe sana. Hii si ya wale ambao hawajaokoka. Hii ni mtu ameokoka akiwa amerudi. Neno linatuambia kwamba Bwana amekuwa kimbilio letu kizazi hadi kizazi. Na mtu akigeuka, Mungu anamrudisha. Zaburi 90 aya ya 1 hadi 3. Neno hili linatueleza juu ya asili ya Mungu ni ya milele. Linatueleza kwamba Mungu wetu ni Mungu wa milele, na uwepo wa Mungu sio wa kikomo, ni wa milele hata milele. Uwepo wa Mungu haubadiliki kutoka milele hata milele. Kabla milima na ardhi hazijaumbwa, Mungu alikuweko. Husema Mungu alikuweko milele, alafu akaumba time and space. Amen. Ambapo tuko sasa. Na wakati moja time and space will disappear, alafu tutaingia katika milele ya Mungu tena. Amen. From everlasting, then we came to what we call Chronos. Sio Kairos. Chronos. Ile ya January, February, tuko hapa. Siku moja Mungu atasitisha hiyo, tuingie katika Kairos. About one moment is like 1,000 ages, and 1,000 ages is like a moment in the Lord. Hizo zinaitwa Kairos. Bwana asifiwe sana. Amen. Tulitoka, Mungu alikuwa kule anainhebe, tuko milele. Na tuko hapa akatuumba, tuko hapa. Tuko na muda mchache sana. We have a very short time here. All these things are going to end. Bwana asifiwe sana. Na zikiisha, tunaenda kwa milele tena. Na tutakapofika pale, kuna either milele motoni au milele ufalme ambao tumeandaliwa kama wateule na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo asili ya Mungu ni kwamba yeye ni milele na ni wa milele, na ahadi zake ni za milele. Jambo lingine neno hili linatuambia ni kwamba Mungu ni kimbilio. Anakuwa makao ya watu na anakuwa kimbilio la watu wake. Mungu ni makao, a dwelling place for his people. Ni makao ya watu wake. Na Mungu ni kimbilio la watu wake. Haleluya. Katika vizazi hadi vizazi, Bwana umekuwa makao yetu.
kuanzia mwanzo hadi mwisho, ni kusema kwamba hata tulio nayo yatakapoishi tutakuwa na wewe Bwana. Amen. Hili ni tamko na kudhibitisha kwamba Mungu ni kimbilio letu. Mungu ni mahali pa usalama. Mungu ni mahali pa amani. Mungu ni mahali pa utulivu. Wakati unasikia kwamba umesumbuka, unahangaika, kimbilia Mungu. Haleluya. Pale ndipo mahali utapata pumziko. Neno linatuthibitishia kwamba Mungu ni ngome, kwamba hakuna kitu kitakugusa ukiwa pale kwake. Nguvu za Mungu ni ambazo hazikuumbwa na mtu. Na ulinzi wake hauwezi kutishwa na jambo lolote. Mashambulizi yote yatakapokuja, utakuwa uko imara kwa sababu uko katika ngome ambalo ni jina la Bwana. Pia hili ni tamko la uaminifu wa kibinafsi. Unaposema, hebu turudie ya kwanza. Wewe Bwana umekuwa makao yetu. Hili ni tamko lako binafsi. Bwana umekuwa makao yangu. Amen. Mimi mwenyewe na sisi kama wateule. It's an individual declaration. Kutegemea Mungu wewe kama mtu binafsi wakati ambao hakuonekani haja ya kumtegemea. Mambo yakionekana kama yanaharibika, na kuwa na imani kamili na uwezo wa Mungu. Wakati mambo yako magumu, unaamini Mungu. Mungu wetu ni msaada utakaoonekana wakati wa taabu. Msaada utakaoonekana sio kwa uchache. Utaonekana tele, excess. Neno linatuambia kwamba God is a present help at the time of need. Msaada ulio tele kwangu mimi wakati wa mateso. Mungu ni kimbilio kwetu sisi. Ni mahali salama pa kujificha kutokana na hatari. Mungu ni nguvu na ndiye chanzo na uweza wetu. Amen. Hallelujah. My sister and my brother, God is your strength. God is your security. God is your safety. Bwana umekuwa makao yangu. You've been my dwelling place from everlasting to everlasting. I want to be there. Sasa kama unadumu katika uwepo wa Mungu ambao kila kitu juu ya yote iko hapo ndani, mbona unahangaika? Everything is there. That dwelling place. Mahali Mungu yuko, kila kitu iko hapo. Kuna uponyaji, kuna amani, kuna raha. Watu wanakuona una smile, wanashida huyu mtu anashida. Huyu ana smile na vile mambo iko magumu. Nataka kukamilisha kwa kusema Lamentations chapter 3 verse 22 and 23. Ni kwa neema ya Mungu ulilala usiku. Kuna wengine wameenda kitandani hawakufunga jicho hata dakika moja. Aidha usingizi ulipotea ama alikuwa anaumwa. Ni kwa neema ya Bwana kwamba ulipata chakula ya kukula jana, hauna njaa saa hii. Amen. It is the Lord's mercies kwamba hukushikwa na polisi. Si ni kweli? Kwa neema ya Mungu you have not been mistaken for a robber. It is by the Lord's mercy that we are not consumed. Aya 23. They are new every morning. Great is thy faithfulness.
It is by the mercies of God that we have not been consumed. Lord, you have been my dwelling place. From everlasting to everlasting.